malaika wanakusujudu. Baba, viumbe vyote wanainama kwako. My God. Baba, wateule tunakusujudu. Baba, wazee duniani wanakuabudu. Baba, vijana tunakuabudu pia. Baba, wakike na watume wanakusujudu. Baba, unatisha kama nini. Baba, uligawanya bahari ya Shamu wakatetemeka. Bwana, ulipofufuka Baba kama wafu, Baba ukapita katikati yao. Naam, karibu sasa, wakati umewadia na wakati umefika. Tumishi wako nasimama, nategemea mafuta yatokayo kwako, yatakayoniendesha Baba kunena siri zako. Watu hawa wasikie, walioko mbali, walioko hapa, wanaonitazama katika mitandao ya kijamii. Baba, kuna wako walio hodari, nenda kausika mwenyewe, nenda onekana tena. Ninakushukuru kwa wema na fadhili zako, ni katika jina la Yesu, na wote tuseme amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie mwenzako usikimbie, mwambie tulia hapo hapo, Yesu akuhudumie. Mwambie usiache mkate, mwambie huu ni mkate wa uzima. Mwambie utakula, hautasikia njaa tena, kwa jina la Yesu. Yapendekata. Bwana asifiwe. Tayari. Bwana asifiwe. Haleluya. Tumesoma neno la Mungu, tukakutana na habari ya mwanamke mmoja ambaye Biblia inamweleza ya kwamba na palikuwa na mwanamke mmoja mwenye ugonjwa wa kutokwa na damu miaka 12. Sio kawaida. Lile gonjwa amezunguka nayo ndani ya miaka 12, mpaka anatoa harufu mbaya. Hataki kuandamana na watu wengine, wala kwenye makutano hataki kwenda kwa sababu ya harufu alionayo. Yeye akabaki anakaa nyumbani, na Biblia inasema mali zake amegharimiwa vyote alivyo navyo, kwa mikono ya matabibu, kwa mikono ya waganga wa kienyeji, kwa waganga wapiga ramli, kwa waganga chunganishi, kwa waganga lamba. Walimlamba mali zake zote, hakubakiwa na chochote. Biblia inasema kusimfai kitu. Mama ameachwa akiwa masikini kwa sababu alivyo navyo ameuza vyote. Kama alikuwa na kitanda ameuza kwa sababu ya ugonjwa. Sikiliza, mtu akiwa mgonjwa, hata akiambiwa mkojo wa punda ni dawa, anakunywa. Mgonjwa akiambiwa nendo kalale makaburini siku 40, anakwenda ili upone. Hata akiambiwa mkojo wa binadamu ni dawa, utapona, anakunywa. Kwa sababu gani? Anataka apone msiba wake, anataka ondokane na tabu aliyonayo. Sema amen. Anataka ondoke ndani ya msiba aliye naye. Mtu akiwa mgonjwa anatamani awe mzima. Hata ukimwambia nikupeleka Marekani, yuko tayari atoe gharama zote ili apone. Sasa tunamwona mwanamke huyu kwamba anapata wakati mgumu. Mwanamke huyu ana magonjwa rundo ndani ya mwili wake. Mwanamke huyu amezunguka kwa madaktari wote walio kwenye mji wake, lakini bila sema kusimfai kitu. Baada aliendelea na msiba alionayo. Sikiliza, alikwenda kwa waganga wa kienyeji, alikwenda kwa waganga wapiga ramli, lakini bado ngoma iko pale pale. Alikwenda kwa waganga wa njia panda, lakini bado mzigo uko pale pale. Alikwenda kwa waganga wa kila kabila na lugha, lakini bado mzigo uko pale pale. Sikiliza, siku moja akasikia kwamba yuko mfalme anayeponya. Wangai madhabahu kidogo, sogeza kule. Bwana asifiwe. Siku moja akasikia kwamba yuko mmoja ambaye anatetemesha ulimwengu. Akasikia kwamba yuko ambaye anaweza kuwavusha watu walioko kwenye mateso wakavuka. Alisikia kwamba yeye anaweza kutenda maajabu. Alisikia habari ya Bartimayo aliyekuwa kipofu, akasema huyu nitakwenda nimwone.
mahubiri na makutano, anahudumia watu, anaponya watu, akasema nitakwenda. Bebe nasema, akasema moyoni mwake, nitakwenda kwa imani, nitakwenda kwa imani, nitakwenda kwa imani, nikiguza vazi lake nami nitapona msiba, nitapona magonjwa. Bebe nasema, yule mwanamke kwa imani akaenda, alipokwenda ndani ya makutano, akapenya, akamtoa mmoja, akampiga ngwara, akapita, haijalisha nanuka, akampiga mwingine, akampiga ngwara, akapenya, akaligusa vazi la Yesu. Alipoligusa kwisha ndani yake, msiba ukasema kwa heri. Sema amen. Biblia inasema yule mwanamke akajitambua kwamba ndani ya mwili wake amepona msiba wake. Hakuna damu tena, hakuna magonjwa tena, hakuna kaza tena, hakuna mateso tena, hakuna ugonjwa tena. Oh my God, my Lord. Yule mwanamke akaenda pembeni huku na Yesu akapata mawasiliano ya kiroho. Alipojitazama kiroho, Yesu akatambua kuna kama mtu amenigusa kwa imani. Akaangaza macho yake, akawaambia wanafunzi, ni nani aliyenigusa? Oh my God, my Lord. Biblia inasema wanafunzi wakamwambia, utasemaje nani alinigusa? Wewe makutano haya waliko kuzunguka, utasemaje nani amekugusa? Ndio. Bwana asifiwe. Amen. Utasemaje nani amekugusa? Yesu akasema hapana, sizungumzia habari ya mwili. Kuna kama mtu amenigusa kwa imani, aliweka imani ya kwamba nikigusa mavazi yangu, akigusa mavazi yangu atapona. Huyo mtu amenigusa. Biblia inasema Yesu alipoangalia akamwona mwanamke anatetemeka, akaja akaanguka, akamwambia kweli yote, akamwambia binti yangu, ipe imani, ipe imani, imani yako imekuponya, imani yako imekuponya, imani yako imekuponya. Biblia inasema yule mwanamke akawa mzima. Amen. Yule mwanamke akaondokana na msiba wake. Ndio. Msiba ambao amebeba miaka 12. Msiba ukaondoka. Ndio. Sema amen. Amen. Sikiliza. Ndio. Mwanamke huyu amezunguka sana. Ndio. Kama ni kwenye mafuta amekanyaka. Ndio. Kama ni chumvi amelamba kama kondoo. Kama si ni maji amelishwa. Kama makorokoro amepewa. Kama ni mapazi ya upako amekula. Kama si matozima kitu gani? Oh my God. Aliposikia Bwana wa vita, aliposikia habari za Yesu, oh my God, my Lord, alipogusa vazi la Yesu akapata uzima. Nami nakuambia leo, ukija kwa imani mama, utapona msiba wako. Tuliokoka tunakwenda kwa imani, na ukija kwa imani hapa, kwa imani utapona. Si kwa chumvi mama, si kwa mafuta ya upako, si kwa peke ya upako. Jina la Yesu ni fire, jina la Yesu ni moto. Biblia juu yako, magonjwa yako yanaondoka. Ikiwa juu yako, Yesu lako linaondoka. Sema amina. My God, my Lord. Yes. Yesu ni mwokozi wako. Ndio. Sisi hatuna mganga mwingine. Ndio. Sisi hatuna chumvi. Sisi hatuna mafuta ya upako. Sikiliza nikwambie. Huyu mwanamke hakutumaini kwenye mafuta. Alienda kwa imani. Akisema nikigusa vazi lake tu anaweza nikapona. Sikiliza. Si kwamba Mungu aponye kutumia vitu. Anaponya kabisa. Sikiliza. Lakini leo kilichokidhiri ni hii. Kwa mfano, Yesu yule mwanamke alipokwenda kwa imani, aligusa vazi lake. Sawa. Na lile vazi haikugaiwa kwa watu, ikawa ni desturi. Hapana. Ilikuwa ni muujiza. Yalikuwa ni muujiza ule mama peke yake. Haikuwa ya watu wengi, ilikuwa ni ya kwake. Lakini ukiangalia leo, watu wanafanya biashara ya keki, eti wanauza mpaka kwenye maduka ya vipodozi, eti anauza mafuta upako. Kwa jina la Yesu, Yesu anaponya. Yesu anaponya bure. Yesu anaokoa bure. Nguvu ya Mungu hainunuliwi. Nguvu ya Mungu haiuzwi. Sikiliza nikwambie habari ya Simoni mchawi.